In fact, this is on a circumstance had ladies. Yo. And yeah, it happens. Okay. Kuna mdemo alisema TikTok. Nyinyi kumbe huwa mnatupenda sisi. Na mnatupenda sisi wa Kiswahili. Tunataka. Unatutaka sisi. Tunataka ni mwenye tu amsema. We love us. Yeah. Pod goes the culture. 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 What up, guys? This is Big Sharif, and here goes Pod Goes the Culture. Welcome back. Episode 17 of many. I'm joined with Sita will introduce by the way. If I make this introduction, atanikasirikia. Sitaki kumuita hiyo jina. No, makosa si yangu. Mimi nilitumiwa namba nikaambiwa save this number hivi. Guys, what should I meet before unajua jina? No, but see, it's your profession. We are talking about culture. We are talking about decorations leo. Tuko na mwenyewe Naima Naomi. Hapo ndo nafaa kuwekea ma soundtrack eh. DJ Shkia. Tume mambo. Let's get to know you. Who is Naima? Naima is a daughter of a certain man back from Kenya. What did the man do? That man, I don't know what he did to my mother, but they ended up giving birth to me. Mashallah. I don't know why. But imagine to give birth to somebody hardworking, a business woman in reality. You're sure I mean you're working? See now we see what you're doing. When you see, you don't know. Okay, before we start, kuna kuogana wasanii wanakuogana signs. Zinaitwa sign tag kama zinaitwa nini. I want to give you the sign, then you tell me the artist. Before you go there, I haven't introduced myself. I know. I'm Naomi Mora. From Denver, see, I'm Naomi Mora. Yeah. See, it's your introduction. Take the floor. Yeah, I'm Naomi. Watu wengi by the way wamecomment. So you wanajua kama Naomi wa Deco. Unajua kama wa balloons. Hiyo ndio intro nilikuwa nakataa. Maballoons. No, but that's the name that I was sent. Mtu akikutumia jina save, you see you save that. Wewe kama save mama balloons. Alikuwa amesave Naima. Naomi wa balloons. Maballoons. So mimi nikasave balloons nikajua. The name is Maballoons. So don't feel bad. I won't. But then I really appreciate any name nimeitwa. Me go with it. As long as inaenda na my profession. Unite mama balloons, unite mama blada, mama opera. So long as at the end of the day, put something on the table. I'm Naomi. I do decorations. I'm a good girl. Review at the third eye. And you review at the third eye, but I'm a very good girl. You can ask my friends. And you third eye in a view. But we know you as a good person, so we don't want to confuse you third eye. I want third eye in a view vitu some. You want to view by, you want to view mzuri, but I don't care. I don't care. Yeah, we don't care. Okay, mimi nitakaonipatie. I want to give you tags, then you give me the name of the artist. Okay. The first one, single. But the animal kama wezi kosa kujua. The first one. Kamera ya wazazi ni ile. I'm a good girl. You're a good girl. I don't party. It's just a slip of tongue. Ya kwanza ni yo. Yeah baba.
Wallahi ukishindwa hiyo ungeangusha. Hii hata ule anajua. Yo, baba. Msanii. Hiyo ndo tagi yake. Kila akianza ngoma anaanza na hiyo. Ni Mkenya? Si. Tize. Harmonize. You can pass. Unaweza pass to the next one. To the next. Na ngoma zake una vibe nazo mbaya. TikTok yako imejaa hivi ngoma zake. I love Harmonize more. No, Pass. Huyo ni Alikiba. Umeisema na sauti nyingine. Okay, Mkenya. Kasabul. Kasabul si nani? Kasabul si ni anaitwa na Timidat. Pia liko umeshindwa. Hapana, I know Kasabul. Okay. Nitakusaidia kumjua. Na vile yo, for real, man. For real. Scar. Yeah. Metro suka doba. Ayo Metro suka doba. Huyu si usisikize hii Kenya kutoa nje. Umepata? Ayo Metro suka doba. Ucha nilikuwa na beef na nani na Octo. Wana beef na Octo serikali. Octo wana beef ingine na walikuwa na beef. Mbaya sana. Mpaka akamtokea na jamaa. Bado hajashi. Najua kuna msee alitokea Octo na majamaa ndio nataka kukumbuka ni nani. Wallahi. But like, I remember the story, but nataka nikumbuke ni nani alimtokeaga na haya, wacha nikupatie ingine. Big Baba. It's the same person. Anasemaga yo Metro suka doba. Big Baba. Really? Big Baba ni nani? Si Big Baba ni nani? Huyo Mafrumbanya. Exactly. Huyo Mafrumbanya. Si ni huyo Mafrumbanya. Aliswa mbona na majina zao zimekata? But I know him. Give me another one that you know. Give me another tag in your job. Yenye wewe ujui, yenye sio ujui. Kuna hii tag ni nani? Okay, then kama ni it's not theater sidani, it's not Kenyan. That goes by Yamula. Lilwei. Pengine. Umekumbuka? There's another one mwenye anataka na cough. Mchezeni? Yes. Harmonize. My favorite. Ewa. Harmonize. Nani mwingine? Diamond anakuwa na tagline gani? He's not my favorite. Hata mimi. Okay, sawa. Sawa. I can't concentrate with him. Okay. The idea of decoration. Yeah. Ni nini haswa ili kuinspire ukapata this is what I'm going to do and this is what I like doing, or maybe you're just doing it out of passion ama unaifanya kwa sababu it gives you something on the table but haina otherwise, there's no any other option. Okay. Let's see. A very short story. It's not like it was a passion. In fact, from the my first experience mambo na decoration, it was really, I really hated it. Because when I was doing it, it was not my job. Somebody who was being paid to do it used to call me. Umefika site kama tu ukono. Nafika site si kazi yangu, ninapofanya kazi ya kubeba maji na ndio ile koroga simiti. Na bado ubebe maji. Sasa unachoka times two and it was not my job. But this person mwenye alikuwa anafanya happened to be my friend. So I used to work somewhere. I won't say it.
but it was an institution where I was working, and almost every week we had an event in that place. And the person who was responsible for decorations and all that stuff used to be my friend, but again, she's a friend working. We were working on the same institution. But the person was kind of lazy, or no, I can't say she was lazy, but she was really into me. Like whatever she's doing, she wants me to do there. When I'm just taking my break, and she's working on that stuff, she'll just come, Naomi, please come and help me. I need your help. Like every time, and it became a norm, like hadi akipata any gig, not even a gig. She's supposed to be doing this work, but maybe by tomorrow 5 in the morning it should be there. And since I was to be in that place by that time, she will call me, no, today I'll come late, please just do this for me. So when she calls me and tell me, please just help me. I'll get there later. I don't want to so just please help me faster. I'll leave my work, go do her work. Sometimes, I won't say like every time, but sometimes. And it became like a norm. I should. Sometimes she call me, please, when you get to work today earlier, I need you to do this color, this color, and this color for me. So I used to do it, and I used to watch her doing it. Painting, drawing. So I'm good in paint? No, I'm good in that. You're good in paint? Yeah, I'm good in drawing. Unaweza portraits na nini? Walai. Yeah. So she was doing that also. She was doing that, and I used to watch her. I really liked the part tourism and portrait because I really enjoyed watching her do. Sometimes I correct her. Sometimes let me do this for you. And so we really work together. But when it comes to balloons and decoration, I didn't like that. Sasa mbona tunawesti talent na balloons where you can do portraits and then get them? I don't think I am into the market of that stuff. And I usually do it for fun. Yeah. And I do it for fun. I don't do it for business. And when I'm bored, most of the time, utapata nimekaa chini and I'm tracing, I'm doing some things like hivyo tu. Tena inanitolea must smoke sometimes. Okay. So tukikupatia logo ya Pod Goes the Culture, tingeze kipote moja tu hanga. Yeah. Tupatie kwa. Nile niche. Lift and kutengeneza video iko hivyo. Really? Yeah. That's big talent. Do you know why I'm saying that? Niko na auntie yangu mmoja hapa. One of my aunts. Alikuwa fit sana. So I used to do that, and one day, so I used to help her a lot, and through that, akikuja kuniambia sometimes, so Naomi nisaidie, and I didn't even want to ask. So it was like, let me finish my work, I will do it for you. If you're tired, I will come here. I did kazoea. So when I came outside, there's a time I had one of my friends, she was having a birthday party. So she asked me, nimenunua balloons na sijui nataka tuende unisaidie kupuliza tuweke hivi turushe. And I was like, no, you cannot do that. I can help you decorate your party kaipo. So I did that day. Kwa istiraha tu nika decorate tu nikaongeza balloons zenye alikuwa amebuy and it turned out to be amazing. So wasee wako ndio walikuwa hapo hiyo party wakawa like wanampigia yeye, si wanampigia nani kutengenezea hiyo nini, wanataka kutengenezea kwa ndio sasa. And yeye anawanifaa. And she was like, Naomi, you can earn out of this. Like you see, like right now I have almost 2 people, 3 people wananiambia next week they have parties. You should do it for them exactly the same. And trust me, I didn't used to do it now. Nilikuwa tunafanya ile tu madogo ndani. Na yani na naziweka juu, it was not that nalipwa. Kwa nifanya tu hivyo juu. So out of that ikapik. One guy, sijui kama it's right to mention his name. No problem, it's a free space. I can mention his name. It's a free space. Ndio madenge, kama mnajua madenge. So tulikuwa tumekaa na madenge kwa gari, tunatoka party fulani. And then I told madenge, a lot of people wameniitisha mambo na decoration sijui. Akamuuliza, do you think I can do it? Ama kuna watu wengi kwa market wanafanya. Akaniambia in fact
zero Kenyan. Hakuna Mkenya nimeona sasa anafanya. I I know one person from another country mwenye anafanya, but Kenyans no, we don't have. But do you take it serious, you'll earn out of it. And I was like, I will start it. And there's a time akaniuliza, no, what unafikiria aje kuhusu ile story ulisema ya decoration? You should be doing it. Out of nowhere, another guy anaitwa Robi. Pia Robi alikuwa like after Robi akawa na after nimefanya ile party ya best yangu, pia yeye mabeshte wengi walikuwa wanamwambia tafutie mtu wa decoration. Ananilifa. Nimenaomi nenda ukachukua hizo pesa. Nenda ukachukua hizo pesa, nenda ukatengeneza ukachukua hizo pesa. I used to do juju, but people really liked it. Out of that, ukisema juju unaelewa kwa sababu unaelewa tusikuwa naweka sijui ati paka big finger akasema wewe jaza hiyo kitu. At least during your chance to decide like let me take it serious. Ulikuwa unaiconsider hiyo. Yeah, kwa chance to consider. And sasa kutoka hapo, that's how it fit. And what are the challenges hii job? As in like somebody else maybe ana click kai some years to come amejipata kwa situation kama yako anakuta okay by then we are inspired, this is what I have to do and I get this challenge. Challenges iko hakuna busy na kusa challenges. So kama hii yetu siwezi sema challenges ni so major, but Kenya naweza sema tu sometimes inakuwa unaelewa tu the security ya job like tunafanya kazi kwa silaha most of the time. Yeah, my market in Kenya mostly in Kenya. Few Saudis wenye wako tu connected. But majority of my clients are Kenyans, and you know most of them tunafanya job kwa silaha. It's not like party. So and you know about silaha. Most tunafanya the security is not that granted. Yeah, naweza sema hiyo kitu kingine nitasema let's say tu ni ushaenda kufanya job then you want to pay. Yeah but so unapata tu mse labda hakukuwa na sijaikosa kulipwa like but nishaikaa yani unalipwa in bits. Unalipwa in bits. Ati nimeikosa ati mtu akakataka pesa zangu nikasema ati wao wamekatalia pesa zangu. No. Unapata msee ameweka party anataka kumfanyia kwa like right now kila msee anataka party yake ikuwe inakaa vizuri, decoration like inavutia. Ikai play. So others can ask you to come do decoration for them, they have no money. Wanategemea maybe the pesa nyota kwa mlango itatoka venye inatoka juu ameweka watu wengi kazi. Unapatiwa stories unaambia you know you have to understand. What if you understand? Hata ukiona unasema mimi nimemchoma. Sasa hapo mali mtaanza ni kuulizana na Wakenya. Umepata hivi. Paka siku itaisha. Now I understand you have a team. So you have to come with your girls more tengeze balloons sometimes kwa sababu inaweza kuwa ni kubwa nini. Okay, mwenye istiraha ame guarantee for you only entrance. Ukikam na mademo what happens? Nakumbuka sometimes but kulikuwa na issue. What happens? Always niambie vile nitafanya kazi yangu. So lazima kama nikuja na wasichana wangu wewe ni ukae upangwe. Sisi ndio tutakupanga, sisi ndio tutakupanga. Kwa sababu wewe unataka kazi kwa deliver. Yeah. Allow me to do my job with my girls. Kama nitakuja peke yangu allow me to do. Usikuwa unaniambia try fanya hivi. Wewe you're not a professional kufanya hizo vitu. Situlie tu unipatie your inspo, niambie I need this. So the professional can give you then let me do the work. After there come and tell me and you did not deliver. Then from there we can talk. But just give me chance nifanye job yangu. Nikikuja nikwambie niko na wasichana wangu na hao wasichana nafanya nao kazi. Allow them to work also. Hawajakuja hapo. Sometimes we don't even want to go and party.
Sometimes tunataka tukae kwa nyumba tutulie. Hata not even tukae tutulie. If possible, tungekuwa hata tunamaliza kazi tunashika virago tunarudi kwa nyumba. Sometimes tunasikia security, kuna dawa ya kuna nini? Stuff kama hizo, unajua. Unataka hata kuonekana hapo. Unataka umalize kazi urudi kwa nyumba ukae tutulie. But sasa juu ya vitu zako pia unataka uziangalie zisipotee. Na most of the time hata one of the challenges by the way, and it's a very big one for me, ni kupoteza staffs za job. You never know, sahi kwa istira watu wamejaa. Somebody goes there, picks up one thing, anaenda nayo, chukua flower, anachukua anything. Na ataenda nayo, utapata hapo. Yeye alibeba akaenda kicheza nayo kama kwa mlevi. Na watu ni wengi. Who will you ask? Wow. It's one of the challenges. And again, tunakuja saa zingine, tunakaa na wewe kwa pati yako, tunajibamba. Si mbaya, si tumekuja kazi, si tumalize, si tuende. Hatujakuja kupunguza makorona chochote. Okay. Sisi tunaongea sana kuhusu utamaduni. Wacha niswitch gears kiasi. Born and raised? Born and raised in Eldoret, Uasin County. Oh, LD is a very beautiful town. Very, very beautiful. Was it my first time looking at AD? Oh, I felt it. You've been there? Yeah. I don't. Just in Eldoret in town. Why? Because one of my uncles is from Trailer, so alikuwa anapita kina Uganda. Yeah, so I met him there. We slept for 3 days then. Kuna kamtaa tu na Waswahili so we still West Indies. I think so. Yeah. Kuna mosque the other side, so we come for 3 days. West Indies. Okay. Now culture yenu focus from the Eldoret part ama from your nilio na video nikacheka sana. Kuna mdemo alikuwa anasema TikTok, nyinyi kumbe huwa mnatupenda sisi. Na mnatupenda sisi wa Kisii. Tunataka. Unatutaka sisi. Tunataka nimejua kusema we love us more. Yeah. Tunatupenda tu. Honestly, mimi according to me, I really love my tribe. 100%. I love my tribe. I'm a Kisii and I'm a proud Kisii. But kulelewa, kusoma, and everything from the Eldoret. Sasa Eldoret it's a multicultural. Kwa sababu Eldoret kuna Wabaluya, Eldoret kuna Wamatesi. It's a cosmopolitan and metropolitan. It's a metropolitan. Yeah, kwa sababu kuna a lot of culture. Yeah, you can look even Luos in a lot of them. Yeah. So mimi nimegrow nikijua hata siwezi kuambia the Kisii side hapo na mimi. Most of people hata wajua kama ni Kisii unless niwaambie. But trust me, I'm 100% Kisii. Hata ukikata hivi damu inatoka kama inaandika na hiyo. I'm a proud one. So culturally, what is it that we can take from you about Kisii? Kuongea mingi. Si kuongea soprano. Yeah, but tunasema Kisii tunaongea kama redio. Hauna hiyo nini? Sina hiyo accent. Kwa sababu I'm born and raised in Eldoret. No, not the accent. That tone ya Kisii. Sasa nitakuwa aje nayo? Kwa sababu nimetoka ND. Sijatoka Kisii. I can't even tell you Kisii kwetu kiniacha town utashika ati sijui barabara ya kwenda wapi ama gari za kwenda. But you know the birth regions, right? Yeah, I know everything about our culture. I know not everything exactly, but I know something. How is the birth process? The birth process, mtu yeye kizaliwa anafaa kai how many days bila kutoka nje, anafaa vitu kama hizo. By the way, obviously Wakisii tunanga culture more vile unafikiria. Apart from you wenye mnasemaga sijui Wakisii sijui wako na sijui mnakujua tu mambo na uchawi na tutawaroga mkichezea. Many people, so you have to be careful with what you say. No, you can't even compete. I can assure you. Sisi tuna compete na Wakamba and they are below us. That's what. Mkamba yangi kombigo and they know that. Very bad.
Okay. So, What will be the main reason you're kuroga? I hope si mapenzi. sasa sisi hata turogaji wapea, turogaji kwa sababu ya mapenzi. Tunakuwa tu na wivu. Kwani hata ukifuatilia hizi ma tribes so tukisikia ati hawa ni wachawi nini. Ukifuatilia vizuri kwangi hata ni kwa sababu ya ati mapenzi ama kwa sababu ya nini mtu anakuroga. Mtu anakuroga sababu tu ya wivu, mtoto fulani amesoma, anasikia wivu. Huyu amejenga jengo mzuri, anasikia wivu anakumaliza. It's not even that something. Yeah, they will finish you. Ikwangi ati ameoa na bwana yangu. They will not kill you because of that. They will kill you because you are doing good in life. Yeah, that's it. But I thank God, me, I've never experienced such things. I really thank God. I come from a family family as Christians. My dad is a very good, they're SDS, staunch SDS, and you can imagine. I'm a Muslim. Your dad is a straight SDA. Anakuja nini? China sana. So, by the way, soya, lunch supper. Nilikuwa na besti yangu shuleni kwa Moses Makori. I hope Makori ataonjia clip. Moses Makori walikuwa strict SDA. Makori, umesema Makori, my mom usually says that name Makori belongs to their, I don't know what. Clan yao. Any person by the name Makori is, I don't know, he always said that. She always tells us that. Labda ni ukweli pia kwa sababu Moses Makori ni wa Kisii but they were staying in Busia. So tulikuwa tunaenda shule pamoja. Mama anasema that name Makori is from their clan. Something like that, I don't know, but she always okay. I just want to know the birth process. If we are okay, sisi like Muslims when a kid is given birth to, anafaa kushikwa masikio yeah, I know, I'm a Muslim, you know. Yeah. Kikisi tunafaa kufanya nini? Kikisi mtoto akizaliwa, it's normal. Mtoto atazaliwa, atakaa kwa nyumba. There's nothing like 40 days. There's nothing like sijui ati atairi sijui after how many days. A kid will be born, atagrow too normally. There's nothing like there's some rights anafaa kupitia ama nini. What I know, if the kid amezaliwa, let's say ni tuassume ni leo and she's the first one out of these two parents, huyo ndo mtoto wao wa kwanza. She's a girl, but I decide tutaita, we always call after our grandparents. Our names come from our grandparents. So like me, I was named after my grandmother. My second name, it's my grandmother's name. So that Moran name, yeah, I took it from my grandmother. So we see what tunaita grandmothers, we call the dead people, especially dead, not when you're alive. Kwa hiyo mimi kizaa mtu huyu na nataka kumuita bibi yake au but lazima awe amekufa. Kama hajakufa siwezi muita. Unaweza kuita, hapo hivyo siwezi sema nielewa vizuri, but I know, from what I know, what tunaita from that. Kwa sababu what I know, it's the parent will feel proud. Sasa kama mimi, I was named after my grandmother. My dad usually calls me mom. Kwa sababu aliniita mama yake. So everybody calls me mom. Especially the brothers wa babangu, the uncles. And they feel so proud because they so proud that hata nikiwa huko ushago mimi ni baby girl. Mimi ni baby girl hivi, niko na wazee wananiita mama. It normally feels good because when they see me, because I'm always told that my grandmother passed and I was born. So huwa wana feel like I'm the first Mora in our family, the first grandchild Mora. So mimi ndio mkubwa. So probably mimi nafikiria hivi. Since I'm not the first granddaughter kuzaliwa kwa hiyo familia, kwa familia yetu, we cannot name after a person mwenye ako hai. What I know, kwa sababu kama ingekuwa hivyo, my elder sisters wangekuwa alishaitwa shosho yangu. But alikufa ndio mimi nikaitwa. Na alikuwa hai au akiwa hai wakizaliwa. So basically inamaanisha we always name after the dead. Okay. Other cultures wao wanaangalia if the person was
alikuwa na rekodi nzuri. Lakini kama alikuwa na uteo, hata sisi huwezi ita mtoto mmoja alikuwa na nini, huwezi ita mtoto, unajua tu nyanya yako alikuwa mchawi. Ita je mtoto wako? Ni ukweli unakuwa na ufagio. Usio. Tunapepea. Walai. But in this modern time, I don't think. Okay, right now please come and see. Those stuff zinaisha. Sai this generation, hata hizi vitu it's so rare. Like me, the other day I was talking to my sister. Kuna tule witch anajulikana kwa area mzima. This one is a witch. Everybody knows, maybe she's a night runner, maybe she's a witch, ama nini. Sasa mwenye alikuwa anajulikana kwa hiyo area yetu, she passed away. Okay. There was a man again. Kuna mpaka wanaume wa Charles. Wao pia wanaruka. Yeah, wanazaruka mbaya sana. Imagine sasa kama mwanamke anazaruka sasa mwanaume anazaruka. There was a show tulipiga nilikuwa nikisema vile kuna mother moja alikuwa Majid Ahmed. Sijui betri iliisha basi kipita kwa mgonga kaanguka kama alianguka juu ya bonnet, watu wako ndani ya gari wanasikia boom. Dereva akisimamisha gari kando akiangalia shosho hapo juu na uteo yake. Betri iliisha. So hiyo challenge imeisha. Right now, I don't get it's so developed. And like before, me trust me, hata si tukiwa wadogo, hatuko tunapeleka nyumbani rahisi. I don't know why. That's why I'm telling you, me hata kiniacha Kisii town. Like hata sisi jua stage ya gari ya kwenda kwetu, home. It's not like I don't know my home. I've been there several. But ni venye tu kulelewa kwenda ushago, especially kwa kina dada. Unajua kwa kina dada kubambana. Kweli? That's the truth. Ushaambia kina mama ndio inakwanga tamu. So mimi kwa kina my mom ni TL Kitale. Na Kitale na Eldoret it's a one hour drive. So we used to go tukifunga shule tuko huko. Yaani me I used to know kwa kina mama like uwezi niambia hata kunisafisha nikiwa mdogo ningeenda nikiwa mpaka nifike. And like mimi Kisii I think the first time nilienda nikijijua nilikuwa 11 years. And later I came to go kama niko na 20 years. Yeah. I went when I was 11, my grandfather alikufa. And then after there nikakaa for like nikiwa 20, there's my uncle, brother aliaga ndo sasa tena nikaenda. So you can tell. Alafu tukienda it's a 2-day visit. Burial tumetoka maybe nifikia asubuhi tuzike by mchana hapo jioni ndio hiyo mimi tumesharudi familia mzima ile Eldoret. Yeah, ni kwanga hivi. Okay. Apart from the burial process and at what age do you guys circumcise? Mtu yeye anafika age gani ndio circumcise hiyo? Mimi nimeona kwa culture yetu. Mtoto akishamaliza sana standard 8, grade 8 ama standard 8. Hapo mimi ndio sisi tumetoka Kenya kama CBC. Mimi CBC sitambu. Najua standard 8. I was complaining hiyo kitu juzi na jambo fulani tulikuwa tunaongea. As in when you have a generation which is not educated, ni rahisi kucontrol. And that's what they're really trying to do. Yeah. It's really bad, but hatuna chenye. What can we do? That's the system is so way. But let me tell you, as much as CBC is so fucked up, Adelaide 4 was the worst. But ilitusaidia according to our time. Yeah. According to our time. Alikuwa akiwa hata class 8 dropout. Alikuwa anaweza kafanya easily going to Tanzania and teach English vizuri sana. Yeah. But sasa ndio teacher. Yeah, niko teacher tena nafundisha Waswahili kwa mbaya sana. But nowadays even Tanzanians wanasoma Kiswahili. Yeah. Really like I love Tanzania. Mimi kitu nachukia na watizedi ni moja. By the way, mimi nachukia watu wenye tunabishana nao. Pia nikifika hapo sasa ni mzalendo. But do you know my dad is from Tanzania? Sasa ni Tanzania kijana. Shida yangu na Watanzania ni moja tu.
What are we competing about? Tunakompetia nini? They are not of our league. But ni sawa, that's for another day. Nataka kujua process ya circumcision. Do they go to hospital wako na traditional ways ama Yeah. In fact, this is when a circumcise had ladies. yo? And yeah, it happens. Okay. Tuseme kama Me, I'm just being open. Yeah. It's something that is well known. Really? Yeah, when you do that. But they do circumcise. Not like everyone. When you can expect you from Moyale, those Some things. cases do it. And they still do it up to date. But wanaficha. Yani like wanafanya chini ya maji usijulikane kwa sababu naye imeenea sasa hivi. Do you know a lot? Kama you don't have kama wazazi wako, you know, me I really thank God my parents walikuwa my dad is somebody educated. So there's some things, alafu one thing about my dad also, he's a Christian. So there's some things that we go through. Christianity now. Yeah. So hizo vitu ni tradition. And I really like about one thing about my family. Mambo na tradition hizo sijui nini. Even my family that yenye iko Kisii. They don't let hiyo vitu sana traditions, you have to do this. These are my traditional rights. They don't do it. That's why nakwambia I can't know a lot about hizo maujinga kwa sababu vitu mingi si tujafundishwa. But one thing I know, tunaambiwa something that tumekuwa tukiambiwa. But they do circumcise ladies. I have some of my cousins. I have some of my But yeah, it happens. Do you know what is going? They do. Do you know what is going in my mind? Yeah. No, you don't. No. Kwa sababu okay, me I expected it from those sides za Northeastern na hizi sides za Maasai kwa sababu it was a thing. I didn't know actually it happened in Kisii. It happens. Even the other day kuna this woman like Kisii ama alikuwa wapi aliongea shit about mambo na circumcision and people walimkujia vibaya sana. Walimwambia aliongea something about sijui circumcision. It's a clip nilipatana nayo kwa IG. Alikuwa watu wamejaa ngori. The reason ya ku-circumcise boy child tunaambiwa ni cleanliness and all stuff. But mademo wanasema wewe hujapatana na msaidia circumcision. That's what the ladies say. Ukipatana na msaidia circumcision anakutekenya. Si akona socks, so the socks inagusa nini? It's different from the other one who is not circumcised. Kumbe sijiona mimi. But you're a lady, you have to know that. You don't talk about that. Okay, now that is from the boys' side. From the ladies' side, this is what is happening. Dem ata akiwa amezaa na ameheal after birth na alikuwa circumcised. When she goes again to do sex, anakuwa bado kuna the virginity fee. Yeah, bado anakuwa she's like a virgin. Sasa ni myth and misconceptions. Juu sasa once ushadinyo ushazaa unarudije virgin? That's what they say. As in kuna venye inakaa tu sasa tuulize. They want to get comments. Wenye wanajua, not all, definitely not all of them. Yeah. But wenye wame what is the main reason behind it? From what I know and from what I've been told, niko na aunties, niko na cousins, niko na grandmothers wenye nimekutana nao. They said ukisakabisa msichana unapunguza joto yake. That's what they believed. They used to believe like ukifanya hivyo unapunguza joto yake. So she won't be going around kurukaruka na wanaume. I don't know this thing na kukatwa hii stuff. If it ikikuwa na isipokuwa how ina nini? In Africa, yeah. It's a science I have to study. It's science you have to study. Wow. Honestly, I really don't know. But that's the main thing. Kupunguza joto ya msichana. Venye unasemanga ati unapunguza kama ni chanino huko umeamka asubuhi unajua unakuwa matumizi ndio utoke hapo labda change mind ufikirie something else, do something, keep yourself busy, akili rudi chini. So I don't know how this applies to women when sasa I don't know the feelings are watakuwa now forever
ama what? Okay. I wish it was not. Tusiende huko. Tell me about the burning process. Ni topic watu hawapendi kuhave, but we just have to have. I can talk about the burning. By the way, we've lost a friend of the podcast, Kate. Yeah, I see. I saw. Aligongwa na gari bado. I saw this. Mazee hiyo ilinigusa. She was a friend. I didn't know how ilikuja tukumwona kwa hiyo stuff. Hata kuna show tulipiga naye, but we didn't post. Hatukuipost kwa sababu ilikuwa na shida na mimi na sound clips. Tulikuwa na DJ Blazing na nani, but yeah, kazi ya Mungu ina makosa. Yeah. Okay. What is the burial process here? So, unajua burial process inategemea. Kuna baba wa boma kizaaga, mama wa boma kizaaga, kijana kama kuna mke ama alikufa kama akiwa hajaoa ama umri wa kuoa ama akiwa mtoto, kuna daughter kama mimi sasa. Na you understand? So kama kuna burial, tuassume ni mzee wa boma. Mimi vile nimeona nikiwa Kisii, the family nimeona attend some burials. Kama ni baba akiaga ataingiziwa kwa ile siku yenye ametolewa mochari, ameletwa kwa home, ameletwa sasa home. Hata ziko from more direct, lazima alale kwa boma yake. Ataingiziwa kwa gate yake, atawekwa kwa I think ni kwa bedroom yake ama ni kwa sitting room. Kama kwa ile nyumba alikuwa anaishi. Na saa ya kutoka hata tolewa kwa mlango, atapitishiwa kwa dirisha. When you go to Kisii, our houses, most of them, zimejengwa design fulani, dirisha ni kubwa inapishana na mlango. And when I asked, because I realized wakati nilikuwa huko, so sisi ni watu tumekaa tao sana. So nikienda na nyumba karibu zote zimejengwa same design. Madirisha kubwa zinapishana na mlango. Na unaona kwa mtu anapoka kwa dirisha like anafungua hivi anapita. Ndio. So I'm like, mbona hizi dirisha zenyu ziko hivi? So one of my cousins alinipatia hiyo story akaniambia hizi dirisha zinajengwa hivi kwa sababu mainly reason kwa sababu in case mwenye nyumba akiaga atapitishiwa na sanduku. Sasa kuna ile mwenye anajenga dirisha dogo itabidi wamepasua. Sasa anapitishiwa kwa dirisha. Ati hizi dirisha kwa mlango kwa sababu akipitishiwa kwa mlango inamaanisha sijui watu watamfuata. Sijui baki. Wakiingia na mlango anafaa kutoka na dirisha so that akitoka kwa mlango that means ataua na wengine sasa anafaa ziko akiwa na atapitishiwa na atazikwa mbele ya nyumba yake ama something like that ama kando mostly kando ama mbele. I've seen lawyers wanazika mbele. Mimi ndio na my uncle alizikwa mbele na kuna mwingine alizikwa na mimi. Okay. If it's a wife. If it's a wife, a wife pia I think the same kama alikuwa ni mama amezaa watoto pia atafanywa the same thing. Okay. If I'm not wrong. What I know about son, tuseme ulikuwa umefika ile umri unafaa kuoa, unafaa kuwa na mke ama ulikuwa na mke upata mtoto. Ndio. Utazikwa huko karibu na gate. Chini. That is if you did not have a child. If you did not have a child, ulikuwa umefikisha umri au uko umeoa vitu kama hizo. Uko na mke huko utapelekwa pale chini karibu na gate hapo hivyo kwa watu wanaingilia. Ndio sijui kwa nini wanafanya hivyo. Na sisi tunazika hatuweki ile kucement kaburi. Most cases don't do that. Tunazika flat. Flat. Msalaba wengine wanaweka wengoa sawa 70 day away. Tunaweka tu flat. Okay. I don't want to dive deep in there. Bado can't in a minute. Twende marriage. Somebody anafaa kuja kuleta mahari. Yeah. You're married. So when you're married, like let's say niseme mimi. So I'm married. My husband family wanafaa kuja home. Kuna hiyo process ya
before wakuje kulipa mahali, siku ile kujitambulisha, watakuja wa introduction, waseme sisi tuna msichana wetu, iko familia ijue huyu amechukua msichana wetu. Anafaa kuja na mwanaume na either na rafiki yake mwanaume hivyo akuja ajitambulishe, alafu baadaye sasa atakuja na wazazi wake. Okay. Kama ana wazazi atakuja na hata hiyo introduction, si lazima akuje na rafiki zake. Anaweza kuja hata na mama yake na babake, kwa sababu when I saw my sister, my elder sister, wakati wa introduction yake, mume wake alikuja na babake, alikuja na babake na mamake. Okay. Wakakuja kufanya introduction, wakasema sisi ndio tuna msichana wenu, ndio kijana wetu tunataka kumwoa dada. That's what I saw. Then after hapo siku sasa ya kulipa mahari, they came home. My dad, by the way, hata hakuwa na say honestly. Kwa sababu it happens that my dad is last born kwao. Sasa ako na elder brother. Sasa wale my brothers wake they one talking. Hata sisi tulikuwa na say. Like hata niliona my cousins, tuko na wale wakubwa wakubwa. Hao ndio walikuwa wanaongea. Hata pale kwa gate kuna ile tumefika, umechelewa, sijui unatolewa hizo mafainzo uzukuzi. Stuff hizi kubali wafanyie my love. Ukipata my love, adilishi. Sisi kubali hiyo blood fagi. Unafika kwa gate, hizo stuff zote zinafanyika kama by day fan. Hiyo pesa wanafikiri ile ifanyike kwa maana. So walifika wakakaribisha, what I saw ni mtaongea, mtaelewana mahali, we accept. Si mnaongea na ng'ombe? Ng'ombe ngapi tunalipa ng'ombe mahali ya msichana ngapi? According to msichana alikuwa amezaa. Sasa tena wanalipa according to budget, tunapigiwa budget. Wewe umesoma hujasoma? Ulisomesha mtoto wako? Yeah, kama umesomesha mtoto wako, wewe ndio utalipisha. Kama ulimuoa akiwa msichana hajaoleka kwingine hajazaa, hiyo ni that's a different story. Inakuwa ni bits. Unlike sasa ule mwenye amekuwa na mtoto mwingine, yeah, ameoleka labda before ama alipata mtoto before. So itakuwa nini? Itakuwa but the process ni hiyo. Tutaomba maneno viewers wetu watuelekeze watu radhi kidogo wakisikia some background noise. Tuko kwa mazingira ya sherehe. You can bear with us, but I hope we are loud and clear. Now let's come back to mambo na decoration. Yeah. So, yes. Decoration culture iko vipi saizi? Is it affecting our traditional culture? Need the same concept na kwa modernized? I think it's the same concept na kwa modernized. Before, see, I used to see kama kuna something like kuna wedding ama kuna show ama nini zile nyumba za zamani ungepata wanapamba, watafanya kila kitu, making the event look colorful, wataboma nyumba na masamadi, watachora hizo mastuff zote, they will do everything. That's decoration, that's making the party look good. Mtavaa, you dress up for the event, mtavaa those stuff. It's just the same thing happening right now. Even two sides for modernized. So we are using some colorful materials, some good stuffs. Unlike zile za zamani. But it's just the same thing. We just, at the end of the day, tunataka kuonyesha the beauty and the art of this stuff, of this event. Yeah, that's true. That thing makes it one you kuna venye mtu ataventure into it and make it a business. I didn't know at first. Until nilikuja nikakaidi chini nikasema if I can be booked like 3 or 4 times in one day, not now, in one day, per day, then this is a good thing. So, and I'm really glad that right now, my market is been growing. Like hata sasa hivi naweza kafanyia Saudis also. Naweza kafanyia Indians, Pakistani, some families from these countries wamekuwa Kenya, naenda nawafanyia something. Pia tutaweka details zako
Wasema support. Ya watu ni support. Isiwe. Ni support sitawaangusha. Kama mimi. Ni support. Kama mimi. Hii interview tumekuwa tukibook kuanzia last year. Wewe ni haja kama show, kama podcast. Why one full year seriously? Unakuwa ngumu hivyo. Okay. Before we wind up, nataka tu upatie the young Naima. Just a one. The young Naima. Yeah. The one watching, the younger than you, aspiring to be a decorator, doing what you're doing. Just give her a one. And yet, something that has helped you and grow. Ni word gani umeshikilia ukaenda nayo, you feel like you can pass the baton? I always say like this. Listen to every comment that you've been hearing, whether negative or positive, and work on it. You have to listen to every comment. Listen to people. Listen to what you are being told. Usipuuze watu, especially when it's a negative comment. Watu wengine wanakwambia hivyo bring down, and it should give you the urge and the spirit ya push on. Watu wengi wanaweza kukwambia you're not doing good. No, mwingine anaweza kukwambia no, I didn't like what you are doing. I didn't like the type of decoration you are doing. Can you do something big? Can you do something different? Listen to them. Yes, you can do something different. When I started this thing, sikuanza na everything that I have right now. Yes. And I don't right now I'm even dreaming of doing something bigger than this. I wish I could have I can be an event organizer. Naweza kafanya hizo mastaff kubwa, naweza kafanya hizi nini kupanga hizi maharusi. Unajua hiyo tu mambo na decoration and all those stuffs. Leave alone this season tunafanya sasa, but honestly I wish I could do something big. And I know that's what I want to do. What I can tell people that want to do this thing. The market is so big. Come, let's do it. Tafanya na tukipendana. Tusichomeane. Wakenya tukipendane. This bread is big. Tunaweza kashare. The cake is big enough for us. Umeona niaje podcast yomse ibambi. Fungua yako tutakaa tutasupport. Tutapia. Tusichomeane. Hiyo ndio shida. I don't know what happens. In fact, Kenyans ukiwa huku nje, we better even nini na nationalities zingine. Yeah. Have you ever felt that? Yeah, like I know. Nationality nyingine inaweza come through kuliko Kenya. Okay. And they will never complain. But honestly, I will also say I love my Kenyan people. Yes. So they've been my biggest supporters. Hao wananipatia everything na hao wanafanya nini? Najua yani wamefanya come this far. And also I can tell people who want to like the younger now to venture to this business, and you can still do it. Nothing is difficult. Mimi nipatiwa tu push na msee out of words, mandega niambia do it, you can do it. Answer, kuna mtu mwingine atafanya wewe unafanya. And trust me, since I started it, nimejipa tu. Okay. Now, again to the younger Naomi. Now this Naomi or this Naima is the young you. Ni nini ambacho ulifanya ambacho unafeel ningefanya vitu tofauti? As in a word that you could advise the young you. Like, hey mazee, this is what I could have done. Before, kama ningeambiwa mapema. That one thing that you can say, mazee, I was young and stupid, I will not go back there. Unataka nikuwe honest. You've been honest all along. Yani nikuwe tu like super honest. Mimi ningeambiwa tu usikubali kuolewa mapema. Just concentrate with your what you honestly. I think you know every girl's name. Yeah, kwa sababu kama ningesikiza like ningekuwa ule dem ningesikiza kile nilikuwa nimeambiwa. By the way mkanda nakumbuka there's a lady who aliniambia. There's a lady who told me sometime back. Before even when I was 20. Akaniambia wacha kukimbiza maisha. Stop this kind of relationship
it's too early for relationship. Can you just focus? Kama si kusoma, do something for yourself. Well, I was like, she's saying the truth, but no, I'm not done. So trust me. Natamani kuishi time. Niseme I wish ningemsikiza. Kiasi tumalize. Please, kiasi tunamaliza. We are winding up. Okay. Now, that's an advice to the younger women. Always listen to those people that tell you stop. Just give yourself time. Now, this Naomi that you're talking to, now, unamwadvise asingie rational maisha. Do you think ingekuwa na bigger impact? Yeah. And angeenda bado kuwa decorated? Maybe yes, maybe no. Maybe some bad things. I was to study nursing. I was to study nursing. Mimi hadi hiyo time nikiambiwa you stop crushing lies, stop doing. My dad came speaking with me. When I was a high school, nikago 1 year. Like my dad alikuwa anataka ni repeat high school, nipate better grades. Like alikuwa anataka nifanye kuwa doctor, something like that. You understand? Na mimi sasa hapo nishaseta chini yake like I don't want. Like mimi si kusoma Kenya. So my dad alikuwa anataka kunifanya. Sasa your age wote ulianza nao vingi college nini absolutely tumekata high school utakaa nyumbani. So here is like alikuwa anafikiri na Spanish and it's okay. It's better to stay at home. I wish ningerudi trust me. Wala. Ningerudi I was not ningerudi I was a good student. Unaona? Siku sikiza babangu. Mimi nikaamua ku stay home. Ile time ninapata results niko na ball. Too late to apologize. My dad amekuja na karatasi za KMTC. Oh no. The same day nimetoka hosi kuambiwa you are pregnant. The same day my dad amekuja na karatasi za KMTC ananiambia now angalia then give me feedback. I'm going to pay the school fees. I want to go now to school. Oh no. That same day. Trust me, I cried. Nililia nikakuwa kama mwenda wazimu. I've been waiting for this time, but I've been waiting for this time. Wewe mzee, nimekuwa nikiongojea hii time all this time. Alafu I wish I could listen. But alafu unajua mzazi anakuaga tu mzazi bado atarudi zile za my dad mtoto wangu. Trust me, sikufukuzwa. Nilioleka. Okay. Sikufukuzwa nyumbani. But sasa sina kama singefanya hizo stuff zote. Si niliongeleshwa, niliambiwa everything. Niliambiwa ni venye kiburi. Hii kuna hiyo age tu. Yeah, and by the time unakuja kurealize it's gone, yeah, too late to apologize. Yeah. Wow, imekuwa amazing. Tukikuja tena utakuja. Hiyo nimefunguka. Bado. Nimefunguka hapa. Bado. Nimefunguka. Bado hujafunguka. Next time utafunguka vizuri. Nikisema nifunguke mtafurahia. Umetuficha vitu mingi but nimewaficha nawaguzishia tu. Next time tukikuita you come. By the way guys, I have to tell you this for free. Nilimu-approach nikamwambia ni aje tunaweza host show pamoja. Oh, I'll think about it. Sijui nini. Hii nitasema. Niko very busy by the way. Very busy. It was not only about being busy. She knows what. I'm a very busy person. Sema ukweli. I'm a very busy. Sister, you're busy. I'm a very busy person, honestly. Imekuwa amazing. I really appreciate your time, Maze. Thanks so much. And then I have nitakuja na camera na nini na tunaweza ka seats, haina shida. Mics ziko. Unataka kufanya na hao 3? Yeah. Tunaweza kuja. Tunaitwanga the Musketeers. Not the Musketeers. 4 army women. Walai. 3 army men. 3 army men. 3 men. 4 army women. Honestly, hatunanga filter. Tukuje nini? Tukuje nini tupige show? Mnataka iko lini? Lini? Wacha tuangalie schedule yetu. Nyamanza mamu. All of us tuko na mabiashara zetu kila mtu. Sasa tunaangalia ile siku kama leo sasa tumepatana. Tunaweza kakaa chini tupige story. It's okay. At least. So I will let you know, so we do talk. Yeah, imekuwa amazing. I really appreciate.
Till we meet next time, masalama. Masalama.